ndoto na tafsiri zake. Mwanzo 20. Ibrahim akaondoka huko kwenda nchi ya kusini, akakaa katika Kadesh na Shuri, naye akatembea katika Gerari. Mstari wa kwanza unatuonyesha Ibrahim bado anatii vile Mungu alikuwa amemnenea tangu zamani. Alimwambia kwamba amemtuma nchi ya Canaan na he is going through it. Kama unakumbuka, Kadesh ni mahali ambapo wana wa Israeli walisukuka sana. Hata wakisukuka hapo walikuwa bado wanapitia nyayo za Ibrahim, lakini hawawezi kujua. Sometimes ukipitia kwenye shida nyingi unaweza kufikiria ndio mara ya kwanza, kumbe kuna wengine walipitia hapo. Wakati hao wana wa Israeli walikuja about 500 years after this, na Biblia inatuonyesha ya kwamba walisukuka Kadesh sana, lakini hakuna mtu aliwaambia. Na mnajua hii Kadesh, ukiangalia sana, kama ungekuwa na macho ya rohoni, ungeona hatua za Ibrahim 5 years before us, 500 years before us. Na verse 2 inatuonyesha ya kwamba Ibrahim akanenea mke wake Sara na akamwambia awe anasema ni sister yake. Basi Abimelech mfalme wa Gerari akapeleka watu wakamchukua Sara. Wakati alisikika akisema Sara ni sister yake, of course watu wakataka kuoa sister ya Ibrahim. Lakini sasa mtu yule alitaka kumuoa, ni mtu mkubwa sana, ni mfalme. Akatumana akasema, enda uniletee huyo mwanamke. Zamani ni vizuri kuelewa, wanawake hawakuwa wanauliswa, ni kushukuliwa walikuwa wanashukuliwa. Kwa hivyo sasa tuko mbele sana ya kwamba kijana anafuata mudada. Zamani ni kutumana tu, kuja unauliza naenda wapi, umeitwa, finished. Wadugu, mungependa turudi hapo ama mungependa tuendelee na vile kulivyo? Wadugu wangependa turudi hapo, natumana tu we. Hakuna maswali. Hakuna hii mambo ya kusema baba naomba ujasiri, naomba unipe maneno. Na ile vijana wa kisasa wanasema naomba unipe mistari. Hii maneno yote sasa imeletwa na kisasa, lakini zamani ilikuwa kutumania mtu. Ilikuwa organization ya kijana na wazazi. Hata msichana hakuwa anaitwa kujua what is going on. Alikuwa tu baadaye anaambiwa uliona wageni jana hapa, unapelekwa kwao leo. Haikuwa, wanawake hawakuwa wanapewa any lesson ya kujitetea, kusema. Yesu ndiye amekuja kurudisha mamlaka kwa women. Akawapatia nafasi hata ya kumkaribia, kumuguza, kumshonea nguo, and he changed the equation. Now we have what we have today. Lakini sisi wanaume bado, kuna wanaume wengi ambao bado wako Old Testament. Hawataki wa mama waseme kitu. Kwanza wakiona wa mama kwa madhabahu, machozi inajitoa. Ora ni mtumia weke gogo na ini. Ule ni bwana mke iko kwa madhabahu, machozi inatoka. Kwa sababu Yesu ndiye alikuja kubadilisha, but dunia haikukubali that he has changed everything. Na zaidi ya hayo akapea wanawake Holy Spirit, na hakuwapatia Holy Spirit ya wanawake. Aliwapatia the same Holy Spirit ambaye mene wako naye. Kwa kusema hivyo, Yesu akaondoa laana iliyokuwa imewekwa juu ya ladies, akawaweka kwenye eneo moja ya kwamba sasa hakuna wanawake na wanaume, we are one in Christ. Lakini kuingiza hiyo equation kwa binadamu, it's quite hard, lakini watu wengi wamekubali. Na nchi hizi zimeendelea kama Marekani, nchi kama Britain na zingine zimekubali. Na huko hawezi kuslap mwanamke. Ni hapa Kenya tu tuko bado nyuma. Huko kuna ndugu alitoka hapa akaenda kuslap mkewe huko. Kwa ananitumia message, mimi nastuka sana. Ananiambia unikumbuke kwa maombi. Nilislap mke wangu. Nikamwambia Bwana akusamehe kama umetubu na umwambie sorry. Akaniambia hapa hakuna kusema sorry, wamejenga ukuta.
Hiyo nyumba yao walikuwa wanakaa ili serikali ilileta mafundi, ikajenga ukuta na ikatoboa mlango ingine, akaambiwa utakuwa unaingilia hapa, mke wako na watoto wanaingilia hapa. Yeye akapewa karumu kamoja na show, akaambiwa hahitaji vitu nyingi, na akaambiwa siku ile utapita hapa tuitwe, miaka 5 ndani. Wakamfungia kashuma, ndio akipita kana register kule alipita. Sasa alikuwa ananiambia unikumbuke. Mama alikuwa anamshekelea akiwa pande hiyo. Nikasema si wakuje Kenya wajaribu kufanya hii maneno. Nazo si unaona tunapanga embassy line tukienda huko. Unaenda hapo, unawasi kwanza kabla hujaenda hapo, maombi Wednesday. Nikumbuke. Sisi hapa kwetu wakikuja hawaendi kupanga line. Maana tuko na problem na ladies. Hatuja kubali vile Yesu alifanya. So verse 2, Ibrahim akamwambia mkewe ya kwamba uwe unaambia watu hawa wewe ni sister yangu. Na mstari wa 3, Bwana Yesu asifiwe. Baada ya mfalme kumshukua Sara, Ibrahim sasa akasemaje? Alimwangalia tu akienda akalia. Wamemshukua, wameenda. Sara naye hawezi kujitetea, maana aliposema ni sister yake hawezi kuchange. So it was a complex problem. Hizi ni shida zile zinakutaka wa Kristo. Unaona imekufuga, hauna way out. Ibrahim had no way out. Na hapo ndipo sasa ndoto huwa zinafanya kazi. Bwana asifiwe. When we are now at our end, we are stuck. Kuna mtu anatuletea shirapo, ndipo ndoto zinakuja. Kuna siku nilikuwa nanunua kanyumba kadogo mahali. Halafu yule wakili ambaye alikuwa anasimamia hiyo shughuli akaniitisha pesa nyingi sana. Akasema pesa zile nitapeleka ni nyingi kweli kweli. Sasa mimi nikachiriwa nitatoa pesa kama hizo wapi? Nitafanya nini? Na hata hii nyumba sasa nataka ninunuliwe na banki, niwe ninalipa polepole every month miaka 5 mpaka miaka 10 iwe yangu. Lakini lawyer ile pesa ameitisha hawezi kupata. Nikaona nimefika mwisho. Lawyer hajaokoka, ni mtu wa Mombasa. Hata mambo ya kuokoka hapo haingii. Yeye ananiita client, baadaye aniite ya kibishop. Can you imagine? Kiitwa majina ingine unajua sasa ni pesa. Aliota usiku, alafu akatumana. Abia huyo bishop, nimeota na kwa hivyo hakuna pesa atalipa. Akitaka kunirudishia shukrani alirudishia. Sasa nikataka kujua kwani ameota nini. Ate aliota usiku, alionyeshwa usiku maneno makubwa na akaambiwa na huyu mtu akisema uzuri kukuhusu mambo yako yote na ni yeye aliota, hatujuani. Aliniona. Sasa hiyo kitu nilifanywa free. Nikarudisha tu mkono ya kusema asante. Na ile pesa alikuwa ananilipisha ni pesa nyingi, singepata hizo pesa. Na unajua lawyer akikulipisha pesa kama hizo ukose, anashukua hiyo kitu inakuwa yake. He dreamed a dream. Sometimes washa kung'ang'ana na situations. Let people dream. Amen. Sometimes washa kung'ang'ana na radon. Si umpatie nafasi ya wote. Lakini sasa ndio wote lazima ujue kuna maprocess mengi inafuatwa ya kuamini ya kwamba now that I have reached my end, God will speak to this person. Amen. Mimi niliambia kijana mmoja, ukiuliza msishana umuoe akatae kabisa, usimsukume tena. Ati unaenda kumutisha, unamwambia utaona, utajuta siku moja. Usiende hivyo. Wachana naye sasa, aingie kwenye eneo za kuota. Akaniambia niwashe tu. Nikamwambia washa, usitishe yeye. Maana alikuwa ananiambia ataenda amwambie. Hakumfuata tena. Msishana aliota. Alikuja. Akamwambia nimeota. Mwingine akaota na mama yake msasi akaota. Watu watatu. Tukafanya harusi. Hii ni keki sio ugali. Tuliimba. Lakini ni baada ya
kuna mtu unataka yote, wakati umefika. Elewa the power of a dream. Watu wa dunia they don't ignore dreams. Wewe ndio una ignore. Si Farao ni mwenyewe ameota mpaka imemtetemesha asubuhi. Nebukadneza, mtu ambaye Mungu mwenyewe anasema hii mtu anafaa awe mnyama, si aliota akatetemeka mpaka akaita watu wote, kujani mniambie hii inamaanisha nini? Kwa hivyo ile kitu kinaweza kufanya dunia na watu wale hawamjui Mungu wakupatie nafasi uende kule unakwenda. Ni kama unaamini mambo ya ndoto na tafsiri zake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wadada waliniambia, kuna dada alikufiwa na husband yake hapa mjini Nairobi tu. Mzee alikufa naye mama walikuwa wanaoni nyumba moja mrefu hapa town. Samahani, wakati mzee alikufa brothers wakakuja wakaambia madam, kuenda ni kuenda, uondoke hapa tusikuone ama ukufe. Mama akajaribu kuambia hii nyumba tulishukua roni na mzee, imeandikwa kwa majina yetu wapi. Akahabiwa hapa si majina, ondoka. Wakachukua vifunguo vyote. Akanikujia hapa akaniambia hiyo maneno na akaniambia sasa ninaona hata huwezi kwenda polisi. Ukienda polisi wanakuambia ni domestic. Ujaribu kutafuta arbitrators wale watazungumza kati ya families, maana hauwezi tena kupeleka your brother in laws kwa koti. Kesi hapo itakuwa baya. Sasa kamwambia sasa kile tafanya ni tuombe na usiongee, maana watu wengine ukiwaombea wanaongea, maombi inakuisha kufu. Tukiomba usiongee na usiambie watu wengine. So we prayed. Wote waliota ndoto inafanana, wote watatu brothers. Asubuhi wameamka wamesema, wewe mimi nimeota ndoto nimestuka. Wa pili zikafanana. Mmoja ndiye alisema, haya hii mama tutakufa, turudishe nyumba. So mama alikuja hapa na sisters zake na vifunguo vyote. Alirudishiwa na paper bag vifunguo vyote. Na watu wameota. Na mambo ikaisha. Ni wewe tu haujui hii maneno. Unashida ukisema maneno mengi, ukipigia mtu simu, ujue Mungu wangu atakuua. Auawe ya nini? Kwa nini kuua Abimeleki? Wewe amini Mungu. Hallelujah. So that is what happened to Ibrahim. Mama mke wake ameenda. Sasa Ibrahim amewachwa peke yake nyumbani. This man suffered. Lakini kile kilitetea Ibrahim na kile kilimfanyia kazi ni ndoto. Dreams work at the difficult times. Can you say that? Nataka ingie kwa akili yako ya kwamba hata kama ni mfalme amekuelekea, he can also dream. These things happen. Amen. Mimi baba yangu alinielekea na akaleta shida sana. Baba yangu aliniambia, umeniaibisha. Nimeuza ng'ombe na busi nikusomesha. Alafu umeenda kusema unakuwa mhubiri. Unashikana na wasungu wale walikuwa wanatuua. I was very angry. Na tulikibisana mpaka main road. Akaniambia nikae kwa serikali, nisirudi kwa shamba yake. Na hivyo ndivyo nilifanya, nilikaa kwa serikali. Na usiku nikarudi, nikachukua vitu yangu, personal effects zangu, nikapea mama yangu mattress yangu na vitu vingine. Mimi ndiye huyo town. Nene iliniokoa. Baba ametumana akiwa kijiji, amesema nikionekana niambiwe nirudi. Niliporudi nilikuwa naogopa sana, maana sitaki vita zake. Akaniambia nimeota. Bas, that was the end of our fight. Nimeota. Akaniambia nimeota umekuja na gari imetoka kwa hiyo kazi ya Mungu unafanya. Na hiyo gari umeipaki hapa nje. Na kulikuwa na mti mrefu. Na akaniambia hiyo mti jina yake. Na akaniambia kuja uone. Tukaenda nje. Akanionyesha amepanda hiyo mti, sasa ndio iko fiti 2. Akaniambia hii mti siku ile itakuwa kubwa, ndio utalete gari uipaki hapa chini yake. Tukasalimiana na tukakula busi pamoja. Mungu alinitetea na ndoto.
So wakati naongea juu ya ndoto siongei tu vile scripture inasema, naongea kulingana na my personal experience. Amen. La sasa 1999 ndio nimepata kagari kanaitwa Toyota Corolla ka white. Na December nimeenda kutembelea family nyumbani. Nilipofika kwa gate akaona ni mimi. Mara nilitoa kishwa nje nikasema ni mimi, nifunguliane. Hata ni yeye alikuwa ananiambia ingiza, ayarudisha. Na saa hiyo sasa nilipoenda mti ilikuwa kubwa. Nikaweka hapo chini yake, akaniambia ndoto yangu ndio hii. Alisheka sana akasema ndoto yangu ndio hii imetokea. Akatemea ngali mate. Akasema ndoto yangu ndio hii imetokea. Hakuna njia nyingine unaweza kuna watu akikuinukia, it is better to keep quiet. You will take them nowhere. Sasa baba yangu ningempeleka wapi? Sio kwa chifu, sio polisi. So kuna watu wakiamua kukuelekea vizuri ni yaote. Maana no policeman can stop them. They better dream. Na especially kama hawa ambaye ni mfalme mwenyewe amemwelekea aote. Bwana asifiwe. So Biblia kulingana vile imetuambia hapa kwenye mstari wa 3. Lakini Mungu akamjia Abimelech katika nini? Ndoto ya usiku. So a king can dream. Na si mnakumbuka hata kesi ya Jacob? Alikuwa anapigwa na his brother, and you can do nothing about your brother kama ameamua kuonana na wewe. Ni kitu gani kiliwaamulisha? Ni ndoto aliyeota ndugu yake. Laban amekibisa yeye kabla amshike, ameota ndoto. Kwa hivyo na wewe huwa na imani katika mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Have faith in these things. Mimi nimeona watu wengi sana wamekuja hapa. Namuuliza kwa nini unakuja kuombewa? Ananiambia niliota unaniombea. Sasa nikasema utafutwe unakuanga wapi? Kwa sababu watu wengine ukiwaona wamekuja hapa kuombewa, unaona ni unlikely wakuje. Lakini ananiambia niliota ate ukiniombea hii kitu inanisubua itakwisha. That is how dreams work. Na Biblia inatuonyesha ya kwamba this was a problem between a big man and a small man. It was solved by a dream. So tukikosa imani katika mambo haya, tutapitia njia mrefu, na kuna shortcut inaitwa dream world. Kuna siku mama Sara na Ibrahim wameletana juu. Inatumia lugha ya kisasa. Wameletana juu jioni. Na kama Ibrahim na Sara wanaletana juu, wewe ndiye bahati mtende, muletane chini. Uliza jirani hivyo kama una suspect ameolewa ama ameoa. Muulize kama Ibrahim na Sara wanaletana juu, wewe ndiye mtaletana chini na your wife. Waliletana juu. Si mmesoma kwa Biblia walisubuana sana. Wakasubuana juu ya msichana. Mama anasema huyu msichana aende. Ibrahim anasema ataendaje na hapo na my son? Hawezi kuenda. Huyu mtoto ni yangu, hata hauoni tunafanana. Na huyo mtoto ndiye ametusubua mpaka leo. Samahani, mtoto huyo ametusubua mpaka leo hapa duniani. Ndiye anafanya tusashiwe tukiingia kwa kanisa. Maana ndiye amezaa hao watu wote wanaitwa terrorists. Wamepitia kwake. Ni mixture ya Jews na Egyptian. Hiyo mixture yote bili imelete equals mtu mwerefu ya kuua yule mwingine. Hizo bombs wanatengeneza Mwafrika hawezi kutengeneza. Hawa ndio wanajua kutengeneza. Nikuuliseko ukiwekwa hapa kwa biashara tauni na Msomali, hauonangi vile anakushinda kama mtoto. Zawabu sasa iko na mixture ya Ibrahim ndani yake. Wewe ni Kikuyu na Mobi.
Mungu akusaidie. Sasa ndio unaona hao wakienda hapo kwa biashara isiri. Si unaona vile wamenoga hapo mpaka katauni yote ni yao. Ni huku wako na Ibrahim moja kwa moja, wamezaliwa na yeye. Naye pesa zote wanapata, wangependa kumaliza watu. Hawangependa ati tukae hivi tunakaa ati forever and ever. Wakiona watu wanafikiria tu vile wapumuzisha. But they are children of Abraham. So wakati waliletana juu, Biblia inasema katika ndoto ya usiku Mungu akamtokea Ibrahim. Alimwambiaje? Usikilize Sara. Hata wewe mimi na shida yako, kwa nini unachida ukishindana na your husband? Si washe halali. Apewa story. Amen. Mtu mdogo na mkubwa wasishindane. Washia Mungu watu wote. Mzee akaota asubuhi, hata hakuambia Sara ati ameota, yeye mwenyewe ndiye aliamka akaambia msichana gudhie. Kwenda ni kwenda. Sara alirudi kuambiwa baadaye, kata ikurota ni kuota. Niliota nikaonyeshwa. Ndoto ni very important. Zinaamua kati ya mtu mkubwa na mtu mdogo, kati ya tajiri na maskini, kati ya mwajiriwa na mwenye kumwajiri. Naambia watu, kuna kama msichana kalikuja hapa kakaniambia amenyang'anywa mshahara ya miaka 2. Ameajiriwa na madam haja mlipa 2 years. Hata na akimuitisha pesa anampatia nguo yake moja, anamwambia apeleke kwa food ifanywe kidogo atoshe. Anaambiwa hata hiyo nguo inatosha mshahara yako ya miezi 5. Wanawake wengine ni wakali, hawataki kulipa mshahara, lakini wanataka kazi ifanywe. Mimi nilimuombea na nikamwambia usiende. Alikuwa ananiambia, mimi nasikianga saa zingine kumtukana, nikamwambia usiende kumtukana, huyo ni bosi yako, umheshimu ndio naye Mungu akuheshimu, na tena ni mzee kuliko wewe. Tukaomba. Mama aliota usiku. Mama amelala usiku, ameona malaika wa kifo amekuja dunia. Anaua watu, anamuonyesha huyo amekufa. Mama anamfuata. Anafikiria sasa amekuwa prophetess. Anaonyeshwa huyu amekufa. Na hao wote alikuwa anaonyeshwa vile wamekufa. Anajua wamekufa. Vile walipigwa na malaika. Kile walipigiwa. Wakafika mahali malaika akamwambia next. Mama anasema next ni nani? Akaambiwa ni wewe. Akawekewa kisu hapa. Aliniambia ile maombi aliomba ni yote iko chini ya jua. Alijitetea na akaambia Mungu nipewe chance. Na asubuhi wakati aliamka, hapa alikuwa amekatwa. Hiyo panga ya malaika ilimkata kiasi. Iliponesha hiyo kidonda. Sasa malaika alimwambia Bwana amesema nisikuue. Analia mazao sasa. Nimefanya nini? Bwana malaika akamwambia angalia, akafanya mkono hivi. Msichana akakuja hewani. Akamwambia unamjua huyu? Akasema namjua, huyu ni msichana wangu wa kazi. Akaambiwa ndiye anafanya ukatwe kishwa. Kuja mlipa miaka 2. Aliambia malaika leo asubuhi atakuwa cleared. Huyo msichana, huyo mama alikuja hapa kwa bank. Alikuwa na hata anafukuzwa na askari, anaambiwa banki inafunguliwa saa 3. Wacha kukuja hapa kupanga line. Anasema mimi nitangoja. Aligoja hapo kwa mawe ya mlango mpaka saa 3 ikafunguliwa. Kasichana niliona kasichana pale ranchawa. Kanaleta fungu la 10. Nikamuuliza umetoa wapi fungu la 10? Kaniambia nimelipwa zote. Mimi nikasaidikia hapo kwa hiyo maombi. Mshahara ya miaka 2 ni pesa nyingi, ilikuwa pesa nyingi. Lakini mimi nilikuwa nafikiria ni mama ingine ya huku town. Msishana tukamalizana na akaniambia amepewa off ya wiki 2, akaangalia watu wao. Sasa anaenda hapo akanunue manguo na vitu vingine awapelekee. Mimi nikamwashiria. Saa ibada ya jioni, mama huyu ni kumbe ni wa kanisa hili.
Sasa ndiye ananiambia leo nyuma hawakuwa mungenizika. Na niliangalia nimekatwa hapa. Namwambia nani nilikuwa nataka kukata kichwa. Nasema malaika. Ndio nilishikanisha. Haya. So niliita hiyo kasichana wakati karudi nikamwambia usiwahi kumwambia mama nilikuombea. Mimi sitaki vita ya wamama hapo kanisani. Lakini Doto ilileta mshahara ya miaka mingapi? Watu wote, serikali yote, polisi wote, watu wengine wote, lazima utetewe na Mungu katika jina la Yesu. Wakati wako umefika utetewe. Wacha kujitetea. Ukijitetea kwanza ndio wanasema uko wazimu. Nyamaza, Mungu akutetee katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kuna mzee mwingine alikuwa anasema mimi ni mtu mbaya, anasema hata hiyo mikono ya Harrison sijui inakuwa na nini, hawezi kuniwekelea. Aliota usiku, amegojeka. Mke wake mpaka anampoesha na kitambaa ya maji. Mama anaweka maji baridi kitambaa, anawekea mzee ampoeshe. Ndio asikufe, maana temperature inaenda. Wakati alilala kidogo akashika usingizi kama saa 9. Alitokewa na mtu akamwambia, hii ugonjwa ndio isikuue, ile mikono ya Harrison ndio tu inaweza kukusaidia. Sasa wakati nimeanza kuhubiri kama leo asubuhi nimesimama kusema leo tutahubiri, nimeona mtu amekuja. Namwambia gojea tumalize mahubiri. Ananiambia hapana. Ndio ananiambia sasa temperature yangu iko mahali fulani, nikaota usiku. Uniwekelea mikono. Na hivyo ndivyo nilimwekelea mikono na mpaka leo anaishi. Amen. Ukiona mtu anakupiga washa kujitetea sana. Washa kumwambia atajua wewe ni pilipili. Pilipili ya saa ngapi? Hatetera hii mimi am fire. Biblia inasema nimewafanya fire. Fire wewe ni fire ama wewe ni mtu? Hapana sema hii maneno yote. Wewe tulia. Wataota. Habia jirani hivyo, tulia wataota. So Ibrahim alitulia. Ibrahim aliteta. Ibrahim hakuenda kwa chifu akasema sasa chifu, imagine Sara ameshukuliwa hapa saa hii. Hakusema. Ibrahim alila hata sijui kama alikula sapa. I think he did not eat. Biblia inasema ya kwamba Ibrahim alitulia, Abimelech akaota peke yake. Mstari wa 3 unasema lakini Mungu akamjia Abimelech katika ndoto ya usiku, akamwambia umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtoa, maana ni mkewe mtu. So Abimelech ameota usiku, ameambiwa ya kwamba already you are dead. Si kwamba utakufa, aliambiwa you died. Akasema aliambiwa wewe ni mtu mfu, hakuambiwa utakufa Abimelech, aliambiwa you are already dead. Na unajua mfalme kuambiwa kwa ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme maneno yako ni vigumu sana kufikia mfalme, lakini ndoto inaweza kuingia kwa mfalme anytime. Bwana asifiwe. So Biblia inatuambia kwamba mstari wa 4, he had not touched her. Ndiye alisema. Abimelech alikuwa hajamkaribia, akasema Bwana, utaua hata taifa lenye haki. Sasa majadiliano kama hayo ni mazuri sana. Abraham ako kwake tu amelala anangorota. Abimelech naye anaambiwa you died. Wandugu na wadada, washeni kujipigania. Mtapiganiwa na Mungu. Lakini lazima uwe na hii imani ya kwamba ndoto is part of a weapon ya kunitetea hapa duniani. Amen. Mimi hata kuna makanisa tumejenga hapa Kenya, na wenye kutuhusia viwanja hivyo ni kuota waliota usiku. Hiyo makanisa. Mtu anaota usiku kuna kanisa ananiambia kuja, nimeota hapa kuna kanisa. And we begin the process. Na leo ni makanisa imesimama after a dream. So Mungu atawatetea katika jina la Yesu. Na kwa hivyo Biblia inasema Abimelech alikuwa hajamkaribia, akasema Bwana, sijui kwa nini Abimelech alileta mwanamke kwa Paris na hakumkaribia.
Mungu anamwambia baadaye, unajua kwa nini hukumkaribia? Ni mimi nilikataa umkaribie. Je, hukuniambia mwenyewe? Hakuniambia mwenyewe verse 5. Huyu ni ndugu yangu. Mimi sijui niseme nini, lakini Abraham hakuwa na njia yote ya kumfikia mfalme. Lakini kuna kitu iko hapa duniani hakina mipaka, kinaitwa ndoto. Ndoto inaweza kwenda mpaka kwa manager wa bank. Ndoto inaweza kwenda mpaka kwa mshawi mwenyewe aote. Ndoto inaweza kwenda mpaka kwa yule mtu ambaye ni devil worshiper. Anybody can dream. Lazima muwe na hiyo imani. Kuanzia leo mshike hiyo imani kabisa katika jina la Yesu. Na imetumiwa bereni na itatumiwa tena. So neno la Mungu linasema ya kwamba dreams hazina mipaka, they can go anywhere. Na verse 5, Abimelech akawekwa kwa kona na ndoto. Lakini kwa ndoto alilaumu husband, akasema husband alisema. Lakini verse 6 Biblia inasema Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikakuzuia usinitendee dhambi. Kwa hivyo si kukuasha umguse. So ndoto ikafunua ya kwamba Mungu ndiye alikuwa anamzuia asiguze Sara. So hii inamaanisha ya kwamba ndoto ni muhimu. They will tell you why you are going through what you are going through. Ni katika ndoto tu Mungu anaweza kukuambia the why of events, the why of happenings. Amen. Na sisemi ushukue ndoto kama ni Holy Spirit. Ndoto is part of ni sehemu moja ya kukusuluhishia mashida na mambo ya maisha. Lakini hatuwezi kusema clearly at every step I'll take mimi nangojea dream. Dream ni Mungu mwenyewe anaamua ikuje isikuje. Usimanufacture yako. Kuna watu wana manufacture, wanaamka usiku, baba bado nangojea ile dream, nalala tena sasa lete. Don't try to force them to come. Washa ijilete yenyewe. Ukiangalia kwenye mstari wa 7, inatuonyesha umrudishe mke wako. Akamwambia umrudishe mwanamke kwa mtu huyo, maana yeye ni nabii. Imagine katika ndoto mtu haja okoka anaambiwa yule ni nabii. That's a prophet. Naye atakuombea upate kuishi, bali usipomrudisha fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa wewe na watu wote ulio nayo. Kwa hivyo verse 7 inatuonyesha dreams can guide you to go for prayer to stop death. Aliambiwa ndio kifo isimame, maana tayari ilikuwa imepangwa ikuje. Enda uombewe na huyo nabii. Unaona, roho ya kifo unaweza kuiona kwa ndoto, lakini hauwezi kuiona kama umeamka. Kama saa hii hauwezi kuiona, lakini ukilala you can see it. Na aliambiwa ndio isimame, nabii aombe. Mara ya kwanza Ibrahim kuitwa nabii, hakuitwa nabii tena. Hata Mungu hakumuita nabii tena. But in the dream aliambiwa the prophetic anointing can break the shadow of death. So hata wewe kama unapitia katika mambo ya kifo na nini, hapana chukua ndoto lightly. Na ndoto zikikuongoza ukaombewe, enda uombewe, washa mchezo. Kuna watu wamewahi kuambiwa waende waombewe katika ndoto wakafikiria tu ni ndoto. Very bad things happened. So dreams can show you the calling of a person. Kupitia kwa ndoto, calling ya Ibrahim imeonyeshwa Abimelech. Dreams can also warn you about death. Ndoto zinaweza kukuonya juu ya mpango wa wewe kukufa ama umepangiwa kifo. Na ukiona ndoto inakuonyesha kifo, usisimame, lazima uchukue action quickly. Mtu ambaye ameokoka hachukuagi ndoto kama ni mseso. Unachukua ndoto kwa uzito, maana katika ndoto tu ndio unaweza kuona kuna kifo kwa family. Kuna mpango umepangwa ya kuuawa. Na kwa hivyo aliambiwa sasa kifo imepangwa ikuje, na kwa hivyo vile utafanya number 1 urudishe mwanamke huyu kwa huyo mtu. Number 2
mtu huyo ni nabii akuombee upate kuishi, so that you will not die. Kama angekataa aseme hiyo ndoto irudiwe tena, angekufa. Aliambiwa enda uombewe usikufe. Basi usipomrudisha fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa. Na akaonywa kwa ndoto, if you fail, that is the end of you. Verse 8. Abimeleki akaamuka asubuhi mapema, akaita watumwa wake wote, akawaambia maneno hayo yote masikioni mwao. Watu hao wakaogopa sana. Unaona? Ndoto yake aliambia mpaka wafanyikazi, maana wote walikuwa targeted na kifo. Kaambia kifo kimekuja kwetu. Lazima tuchukue hatua, tukisimamishe. Bwana asifiwe. Na ile shida tuko nayo kubwa katika ndoto ni kwamba kama wewe si mtu kama wewe si mtu anaelewa mambo ya ndoto, ndoto inaweza kukuja moja kwa moja Mungu akitaka. Na ndoto inaweza kukuja ikiwa na imefishwa, inataka tafsiri. Lakini kwa watu wengi wako na Holy Spirit, ndoto inaweza kuja moja kwa moja. Lakini ukiona ndoto inafishwa, Mungu anataka atafutwe na wewe, ndio ujue hiyo maana ni nini. What is the meaning of this? Na ningetaka kusema clearly kulingana na Bible, sio watu wote wanaota ndoto zinahitaji kutafsiriwa. Mostly ndoto zile zinatafsiriwa kwa Biblia ziliotwa na watu hawajaokoka. Iliotwa na Firauni ikataka tafsiri, iliotwa na Nebukadnezar ikataka tafsiri. Lakini ndoto ya Joseph haitaki tafsiri, ni straight. Ndoto ya Joseph Joseph huyu wa New Testament ni straightforward, haitaki tafsiri. Ndoto ya Joseph kule Old Testament, kwa sababu nikanaogopa Mungu, haitaki tafsiri. Ndoto ya Jacob haitaki tafsiri. So wakati unaona ndoto inataka tafsiri, hata wewe mwenyewe unaweza kuwa umeshangia hiyo problem. Ndio Mungu anakuletea ikiwa mifano, ndio ukimtafuta upate nafasi ya kutubu. So akaambiwa sasa wenda uombewe. Na ndoto ya kusimamisha kifo isishukuliwe rahisi, especially ukiona jeneza, mazishi, wewe mwenyewe uone umekufa, hizi usishukue rahisi. This is very serious. Verse 8, akashare dreams zake, na he was not ashamed kusema ya kwamba it is my desire for someone else's wife ambaye imeleta hii kifo kwa njia yangu. Na hii inatufundisha ya kwamba wanaume wawachana na wake wa wenyewe, maana watalete death in the family. Wakati David alishukua Bathsheba, si watu wamekufa kwake mpaka vijana. Absalom mwenye nywele mrefu, Absalom, Biblia inasema wanawake walikuwa wanasikia wivu juu ya nywele ya Absalom. Nywele ya Absalom ilikuwa imeajiriwa vijana wawili wa kuibeba. Absalom akienda na barabara hivi, nywele inabebwa nyuma na watoto vijana wawili. Wanakata hiyo nywele, inamea tena inakuwa mrefu hivyo. Biblia inasema Absalom alikuwa mrembo sana. Lakini he died without marriage, hata hakuoa. Awashe kizazi kiko na nywele kama hiyo. He died. Na hii kifo yote na hii mambo yote ilifanyika, David aliambiwa ndiye ameilete. Na ndiposa wale vijana wananisikia nikihubiri, kabla hujaoa ni vizuri kushukusa kama mtu ni mke wa mtu. Find out kama ni married woman. Amen. Find out. Kwa sababu utamuoa alafu kifo itakuja. Na wanawake ni vizuri nao wakiwa married wakwame kwa ndoa zao, wasitoke na kutafuta ingine, wataletea mtu kifo. Na ndiposa wanaume wengi ambayo wamewasha bibi wameshukua ingine hawakai sana bila kutuacha, kwa sababu inakwenda hivyo. Lakini kwa Abimelech, Mungu anasema nilikuhurumia kwa sababu niliona uko innocent, haujui. So kama hangekuwa innocent, hangekuwa deliberately anasema namtaka huyu mama. Kama Firauni. Unajua hii ni ya pili sasa. Ya kwanza ni Egypt. Ibrahim alienda, Firauni akasema huyo mwanamke amekuja naye mlete.
Maana watu wa Firauni walisema we, hiyo mwanamke amekuja na Ibrahim ni mrembo. Firauni akasema mlete, hata hakuuliza kama ni wao ama nini. Alisema mlete, akaletwa. Hawa waligojeka. Biblia inasema waligojeka. Nilikuwa nasoma hii kitabu cha Josephus ambaye Musa na wengine walikuwa watu wengine walikuwa naandika in details what was happening. Waligojeka sexual diseases, wanaume wote wakafura sana. Walikuwa wanatembea hivi miguu hivi kwa Paris. Na wameandika hapo kwa kitabu, washawi watatu wakakuja wakasema Firauni tutakuponya. Wakakuja bio, wakafunguliwa. Unajua washawi hao walikuwa washawi very powerful. Wakakuja wakasema hiyo tutaibadilisha. Wakakuja na vitu vyao, vinyango vyao. Walipofika kwa gate, hiyo kitabu kimeandikwa, walifura immediately na wao wakatembea hivi. Na hata walikuwa wamekuja kuponya Farao. Ndio walienda wakamwambia Firauni, hii kitu ni ya Mungu, hata sisi tumekamatwa. Unajua waliingia kwa hiyo nyumba na Sara yako hiyo, wakagojeka. Tu vijana tu wote, wanawake tu ndio hawakugojeka. Lakini all men, uwe servant, uwe son, uwe watchman, kutembea ni hivyo. Sara. Lakini naye Firauni alikuwa ameshukua mama huyu by force, lakini Abimelech Mungu anasema alimhurumia. Kwa hivyo ukiona Mungu amelete ndoto, kuna a factor of innocence on your part. Hataki ushikwe. Ndiye anaileta, maana anaona you are good. Kuna mahali uko mzuri. Na ndoto zinaweza kuletwa na shetani. Na ndoto zingine zinaweza kukuja kwa sababu umejisubua sana. Lakini kuna ndoto inatoka kwa Mungu na unasikia instructions ni clear. This is what you have done. Kwa hivyo ndoto inaweza kukuja ndio uachane na dhambi umeanza kuplani kuifanya. Kabla Mkristo afanye dhambi, ndoto huwa inatumwa either kwake ama kwa watu wake wamngonye, unaenda vibaya. So dreams can guide you to seek for prayer, na utaenda kuombewa wapi. Hivyo ndivyo ilifanywa kwa huyu mtu. Na mstari wa gapi? Wa 9 verse 9. Abimelech akachukua hatua juu ya ndoto yake. Abimelech akamuita Ibrahim akamwambia, umetutenda nini wewe? Nimekukosea nini hata ukalete juu yangu na juu ya ufalme wangu dhambi kubwa? Umenitenda matendo yasiyotendeka. Abimelech akamwambia Ibrahim, umeona nini hata ukanitenda jambo hili? Ibrahim akasema, kwa sababu niliona yakini hapana hofu ya Mungu mahali hapa, na wataniua kwa ajili ya mke wangu, naye kweli ni ndugu yangu, binti wa baba yangu, ila siye mwana wa mama yangu, ndipo akawa mke wangu. Ikawa hapa Mungu aliponisafirisha kutoka nyumba ya baba yangu, akaniambia, hii ndio fahari yako utakayonifanyia, kila mahali tuingiapo useme huyu ni ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. So Ibrahim akaeleza kwa nini anasemanga mkewe ni sister, na ndio akashukuriwa na yeye. Na tunapoangalia verse 10 tunaona Ibrahim uoga yake ndio ilifanya aseme hiyo ndio asikufe. Na akawaeleza mambo yote. Na dreams can cause your enemies to come and listen to the message that you have. Ukiona ujumbe wako hausikiki, sasa nyamaza, Mungu anenee watu. Amen. Mimi kuna mtu tulikuwa tunataka kwa hii kanisa. Huyo alikuwa fundi. Alitengeneza vitu hapa alafu akawacha kitu kimoja kikiwa nusu, na hakuna mtu naita fundi, hakuna mtu fundi haelewi. Niliomba Mungu nikasema sasa huyo fundi hakuna simu yake, simu ile alikuwa anatumia haishiki. Sasa haote. Na tulikaa. After 2 weeks nimemwona hapa. Ni nini? Ameniambia nimeota mfululizo kila siku nikiwa hapa. Nikamwambia karibu. Ni sisi tulikuwa tunakutaka. Amen. Tulikuwa tunamtaka, sasa ndoto ilimlete. So ndoto inatumiwa na Mungu hata kukuletea watu wale wanahitaji washikie message yako na hawawezi kusikia normally. So akakuja Abimelech, akaambiwa vile Mungu amesema, nilitumwa na Mungu hapa, ni Mungu aliniambia niende huko. Alafu akamwambia nyinyi sio hamuogopi Mungu.
Sasa Abimeleki anasikia yote, maana mtu ambaye ameota anakusikiliza na mdomo na masikio. Sasa swali langu ni hili, nikimaliza, uliza jirani, latest dream yako ni gani imekustua? Kwanza ukisikia umeamuka, masikio inasema bu 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 bu, wewe waacha mchezo. Unaona vile unastuliwa, ndio ujue hapa hakuna mchezo. Unaamuka moyo imepiga mpaka unaamuka unasikia bu 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 bu. Hiyo ndoto usiamuke hapo halafu useme hiyo ni ndoto tu ya kunistua. Baba Mungu naikemea katika we. Hakuna kitu Mungu anaruhusu kikuje kwako asipotumana warning. Ndoto hiyo ukikosa saa hiyo kuamka, pengine uiandike mahali, useme naikumbuka saa hii kiliali. Asubuhi ukiamka ukikumbuki tena, inapotea. Kwa sababu ni message kutoka spirit. Sasa ukiamka asubuhi ni fresh, haukumbuki. Ndipo sasa tunanakili vile tumeota. Hata huyu ni Abimeleki ameandika vile ameota, ndio tunaiona. Na wewe amuka, andika, washa usebe wa usigisi. Amuka. Nimeota. Niko kwetu kijiji kumefanyika. Baadaye kunafanyika wanasema, nilikuwa nimeonyeshwa. Haya, Biblia inasema mstari wa 12, Ibrahim akaeleza weak point zake katika marriage yake. Kwa sababu ya ndoto tu ndio imefanya hata Ibrahim anasema nilioa a very close family member. Hii maneno hangetoa kama hakungekuwa na ndoto. So ndoto zako hapana dismiss. Na Mkristo ajue hii ndoto si ya Mungu. Hii ni kudanganywa na danganywa. Hii ni Mungu anaongea. Hii ni mimi nimefikiria sana juu ya fulani mpaka nimeanza kumuona. Mstari wa 14, Abimeleki aliposikia mambo haya akatoa kondoo. Kuna ndoto ukishaota usikie ilikuwa inataka uondoke hapa duniani, na ndoto ndio imekuja kustop death. Then there are sacrifices mtu anapeananga. Hapana ota mke wako amekufa ama bwana yako amekufa, uamke tu uombe. Lazima utafute vitu ya kupeleka kwa madhabahu ya Mungu. Maana sasa hii ni kifo unaonyeshwa kimekuja. Nilisikia mtu mmoja ameniambia hivi, kwetu nyumbani nashukuru Mungu kabla kuwe mazishi huwa naonyeshwa. Nikamwambia, wewe uko mtu ya aina gani unaonyeshwa mazishi? Akaniambia kama brother kingine kakikufa nilikuwa nimeota. Mimi nimwambia, wewe hiyo maneno usiongee mbele ya watu, utakuja kuitwa mchawi. Bona uliota na hukufanya kitu? Akasema niliomba. Nilimwambia ukiota ingine ukuje uniambie. Alikuja akaniambia my brother mwingine ambaye amemaliza form 4 nimeona akiwa amekufa. Tulienda tukiwa wengi kumuona, tukasema ina amekufa akiwa mdogo. Nikamwambia sasa uende nyumbani utafute vitu mnapenda mpeleke kwa madhabahu ya Bwana. Huyo brother mpaka leo hajakufa. Alikuwa anaonyeshwa ndio afanye kitu. Ndoto hauonyeshwi ndio useme in the name of Jesus. Bwana anakuonyesha ndio uchukue hatua haraka. Stop what is happening. Especially ndoto ya kukuonyesha opposite ya vile ungependa. Ati nimeota nikiwa maskini, naishi nyumba ya matope, na saa hii unaishi nyumba mzuri. We, usinyamaze. Usiseme in the name of Jesus, I refuse. Sitaishi. We, washa kufanya mambo kienyeji. Madhabahu inamalizwa na madhabahu. Bwana asifiwe. Ukiona mume wako amekufa, umewachwa widow, hiyo tafsiri yake straightforward. Enda kwa madhabahu. Mume wako sasa ametajitiwa na madhabahu ya kumuua. Enda kwa madhabahu ujitolee sadaka ambazo zitapendeza Mungu. Usimamishe hiyo kifo. Lakini kuamka kusema nimekataa, my husband will not die. Please wacha nikuambie. Hiyo umeonyeshwa. Ukiona Mungu anakuonyesha, iko zaidi ya kukataa na mdomo. Anataka action. Amen. Hata hizi ndoto za kuona ya kwamba unaota ya kwamba pesa zako zote zimeisha, hauna kitu chochote, unaenda miguu, unaona umefilisika. These are dreams zinakuonyesha mpango imepangwa mbele yako.
Na kuna ndoto zingine unaona unaletewa mangunia ya pesa na nini. Hiyo ni ndoto za kukuonyesha ya kwamba you need to take action, ndio mambo hayo itendeke mazuri kwako. Then you should take action. Lakini ndoto ya kifo haiwezi kusimamishwa mpaka watu watoe dhabihu kwa Mungu. Imagine hata kuna watu wanasema kwa kanisa ati waliota mshirika fulani amekufa, halafu anakufa. Sasa message kama hiyo unatupatia itusaidie na nini? Bwana asifiwe. Haleluya. Nataka tu kusema ya kwamba tumepoteza mtu mzuri, na nilikuwa nimeonyeshwa wewe kaa chini. Ulikuwa unaonyeshwa halafu tutasaidikaje? Siku ile ulionyeshwa, Mungu alikuwa anataka kukuonyesha ya kwamba wewe kuna hatua unaweza kuchukua usimamisha nini? Kifo. Na kifo hakisimamishwi na kuona tu. Sasa watu kanisani wamebaki hivyo. Mtu akipata shida, nilikuwa nimeonyeshwa. Fulani amelala hospitali, nilikuwa nimeonyeshwa. Hata kuna mtu aliniambia alionyeshwa Dr. Edward atagojeka. Watu kama hawa mimi naonaga wakiwa my enemies. Alafu ulifanya nini? Unalala hivi, unaona pastor wako amegojeka, amelala hospitali, alafu unaamka unasema Baba Mungu nakataa katika jina la Yesu. Kama ingekuwa ya kuomba, ungeambiwa ni ya kuomba. Sasa unaonyeshwa ndio uchukue hatua. Amen. Hapana nyamaza vitu vya doto. Hapana kubali zitokee. Simamisha. Huyu alisimamishaje? Biblia inasema mstari wa 14, akashukua makodoo, akashukua nini nyingine? Ng'ombe, akashukua watumwa employees, akashukua wajakazi, wasichana wa kazi, akampa Ibrahim na akarudisha Sara mkewe. This man stopped death. He did not die. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Imagine kuna mtu aliota ya kwamba ako jela. Halafu ati aliamka akaomba, Baba Mungu nimeona jela na ninakataa katika jina la Yesu mimi sitaenda jela. Sasa alikuwa ananiambia hiyo maneno akiwa Kamiti. Ananiambia miezi miwili kabla. Paka nikamwambia sasa hiyo unaniambia inisaidie na nini? Siku ile ulionyeshwa ndio ungejua ya kwamba kuna mpango wa jela bele. Uende uchukue ng'ombe zako na mbuzi zako, ama uchukue pesa zako ama vitu unapenda, upeleke kwa madhabahu useme na hiyo jela iende na hiyo sadaka, mimi sitaenda jela. Lakini kusema wakati uko jela nilionyeshwa, tutasaidikaje? Mnaona tukisaidika? Hii ni pamoja na kuota ya kwamba utakuwa kwa accident. Lazima kwanza uachane na safari, uende kwa madhabahu ya Bwana, ukajitolee upinge accident. Hapana nyamaza tu unasema hiyo accident nimeonyeshwa, nimeipinga katika jina. Wacha mchezo ya mambo ya spirit. Spirit hazikwendangi hivyo unafikiria. Hazikwendangi na kuongea. Spirit zinakuonyesha a planned event ahead of you. Amen. Amen. Sasa ulisa jirani, ndoto gani ulilota ukaamuka kama una hema? Muulize. Hao wameamuka. Hata wengine wanaamkaga usiku. Wanauza ni ndoto baya. Wanarudi kwa usingizi. After 3 months inatokea. Nakwambia hii. Siku ile niliamuka nikahema. Niliota tukiwa moshari. Sasa you did nothing. You did nothing about it. Bwana asifiwe. Ni vizuri uote ya kwamba uko na uvimbe kwa mwili wako halafu uombe. Hiyo inatakana, hiyo ni mambo sasa ya madhabahu. Nikisema altar iko mbele, inataka kuniweka kansa. You should act on it immediately. Lakini hapana nyamaza unasema sasa nimeipinga katika jina la Yesu. Mambo ya spirit, ndoto ni spirit. Mambo ya spirit lazima kuwe na dhabihu ita connect the spirit and the physical. Nimewaambia mambo haya maana nimesikia wengi wenu mnaonanga mambo kabla itokee. Hata kuna mwingine aliniambia ati niliona pastor fulani mwanamke hapa kanisani amekoda ako mwebaba, nikaona ako karibu kukufa. Nikamuuliza ulifanyaje? Niliomba.
Imagine Mungu akikwambia ni uombe. Alikuwa anamuonyesha ndio aende atolee dhabihu, maana dhabihu zake zitakubalika na Mungu. Na huyo pastor aligojeka. Akawa mwembamba hivi, akawa karibu kukufa, na yule anamwangalia tu anasema nilionyeshwa. Paka unaogopa. Ama nyinyi hamusikiange watu wakikwambia nilionyeshwa? Why do they do nothing? Maana hawajui vile wanatakana wafanye. Abimelech alipoonyeshwa, alifanya nini? Alichukua ng'ombe, busi. Alafu akaenda kwa Sara. Angalia verse gapi? Akamrudisha verse 15 sorry. Abimelech akasema inchi yangu iko, akapeana inchi yote. Akasema inchi yote ya Canaan Abraham. Akasema kile Mungu alikuwa ameambia Abraham, inchi hii yote ni yako. Sasa Abimelech akamwambia inchi hii iko mbele yako. Chukua mahali unataka. Abimelech anajua kudeal na doto. Bwana asifiwe. Imagine mtu mwingine ameniambia ati ameota ameenda Amerika, alafu amerudishwa kwa airport. Na anaenda Jomo Kenyatta. Watu wengine mimi sionangi kama wanasikia vizuri. Na anaenda Jomo Kenyatta na ameota amefika Amerika, amerudishwa. Alipofika Amerika, aliitwa na askari wa Amerika. Wewe kuja hapa. Where are you going? Wakajadiliana, akawekwa kwa Kenya Airways ya kurudi. Sasa akiwa hapa Jomo Kenyatta ndiye ananiambia na nilikuwa nimeonyeshwa nitarudi. Mpaka nikamuuliza, na wewe umeokoka hii? Unaonyeshwa utarudishwa na unaenda. Amen. Hata kuna mtu aliniambia, nilikuwa namuuliza, mlipata accident? Nikamwambia na kuna kitu chochote? Akasema hakuna kitu chochote, lakini wiki mbili kabla nilikuwa nimeota tuko kwa accident. Na ukafanyaje? Asi niliomba. Baba ni wa Kristo. Hawasomi Bible ya kwamba ukionyeshwa ni ng'ombe na mbuzi zinatakikana na nani? Na Mungu wa mbinguni na sadaka zako. Akamwambia inchi ndio hii. Na akamwambia Sara verse 16. Tazama, nimempa ndugu yako fedha 1000. Sara akaambiwa nimepatia your brother 1000 elfu moja ya pesa ya nini? Ya fedha. Itakuwa kifuniko macho kwako mbele ya wote walio pamoja nawe utakuwa na haki mbele ya watu wote. Kwa hivyo kulingana na verse hiyo, verse 16, he paid 1000 pieces of silver for his mystic to cover the shame. Bwana asifiwe. Kulingana na vile mmenyamaza, mumeota na mliarotu, mumeota ama hamujaota. Ni vizuri kuona mama yako amekufa alafu ugojea akufe. Wewe ni Mkristo, ni soja ya aina gani? Mungu anakuonya mama yako anapangiwa na altar akufe. Na okay, kama mama ni wa 90 years Kopareti tu mwambie asante Bwana kwa miaka 90. Lakini your mother now is 55. Your mother is 60. Your mother is a young woman. Alafu unaona ya kwamba umeenda amekufa. Alafu baadaye ya uamuke usome Biblia, waliosoma kifo imeelekea kwao walifanya nini? Ndio utafute 1000 pieces of silver. Utafute hizo vitu uende usimamishe kifo. Wewe unangojea tu. Baada ya kupewa report, nashukuru Mungu alikuwa amenionyesha kama 6 months before. Wewe na Morogi hamuko tofauti kubwa sana. Unawezaje kuona mtu atakufa 6 months alafu unanyamaza tu akufe? Bwana Yesu asifiwe. Wangapi hapa wameonyesha family member atakufa? Wacha niona mkono. You have information. Now, okay. Kwani mko wengi hivyo? Haya sasa, what have you done about it? Umenyamaza tu ukigojea. Thank you Lord. Najua tu atakufa. Kwanza hiyo ukienda utoe ushuhuda na microphone. Bwana asifiwe. Mungu hafishi mambo. Amen. Alikuwa amenionyesha. Wewe ukiongea hivyo, tunasikia kama kwa masikio yetu unatudugadunga. Maana ulionyeshwa ya nini? Je, Mungu anafanyanga moshene? Maana hiyo ukisema ni kama iko moshene. Wewe fulani atakufa na fulani na fulani.
ati Mungu atakuja na kupea mchene na wewe unawacha ukipeana mchene anarudi biguni. Hapana. Hiyo ni information umepewa. Uende ukasimamisha kifo kwenu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Na hii ni pamoja na wewe ukiota uko maskini, hauna kitu, hiyo ndio umepangiwa. Utanyaganywa kila kitu. Lazima ukimbie. Ukiota uko kotini, the same run. Ukiota uko hospitali umelala, unaongezwa maji, usinyamaze, kimbia haraka, simamisha hiyo kitu. Hakuna hospitali. In Jesus name. Akasema Sara, kwa sababu mimi nilikosea na Mungu amenionya kwa ndoto, nitafunika wewe usione aibu. 1000 pieces of silver. Na kuambia Sara na Ibrahim, kaimagi togiria guwe. Wametajirika kutoka kwa ndoto. Na mimi naomba wewe umekuja Nairobi, kupitia kwa ndoto utajirike. Ndoto zinalete utajiri. Ndoto zinalete utajiri. Ni vile sina time ningewapatia example nyingi za watu wametajirika kwa ndoto. Dream. Ibrahim akamuomba Mungu, verse 17. Akamuombea Ibrahim. Abimeleki akaponywa, mke wake akaponywa, na wajakazi wote, na wakazaa watoto. Kwa maana Mungu alikuwa amefunga matumbo yao. Wewe unasikia Abimeleki kuleta tu Sara. Kuna mwanamke ukimpenda, process ya barrenness inaanza immediately. Na mimi naambia tu wazee wale wako hapa, hapana penda mke wa mtu mwingine. Ina trigger processes za vitu nyingi. Kama sasa hii imetrigger process ya kifo, imetrigger process ya barrenness kwa nyumba ya Abimeleki. Na hajagusa mama. Washa wewe sasa umegusa. Si wewe umekilia. Huyu haja kilia. Ni kulete tu, anamweka moho hiyo kwa rubu moja, kaa hapo. Kaa hapo, kaa hapo. Anafanya mark time. Mrs. ako pale. Barrenness imekuwa triggered na death. Na wewe ambaye umekilia, nimekusalimia. Bwana alikuwa amefanya matumbo ya watu wa nyumbani mwa Abimeleki wasizai kwa ajili ya Sara mkewe. So kuna shida ambazo hata Mungu explain. Mungu hakutaja barrenness, imetajwa after. Kwa hivyo kuna shida zingine tuko nazo nyumbani, na ni family member alienda forbidden areas, akaleta hizo shida. But in the dreams we can get solutions. Hiyo imekufundisha nini leo? Ya kwamba shida zinaweza kusuruhishwa na ndoto moja. Ndoto moja imesuluhisha kifo, imesuluhisha barrenness. Ndoto moja imeleta utajiri kwa mtu, imeleta hata nchi amepewa. One dream can change your life forever and ever. Amen. Na nimewafundisha hii video mjue Joseph ni dream imefanya awe prime minister, nothing else. Dream ndio imefanya Joseph awe mkubwa, atawale watu wote. Dream ndio imefanya Yesu azaliwe na aletwe Egypt na arudishwe kwao. It is through a dream. Na wewe sasa nimekuintroduce kwa mambo haya. Don't take your dreams lightly. Na ukiota ndoto, act on it in Jesus name. Na ningetaka kusema ya kwamba wale ambao Mungu amepanga musaidike katika dreams, musaidike kuanzia leo. Wale Mungu anataka barrenness ikwishe kwenu nyumbani through a dream, ikwishe katika jina la Yesu. Na wale ambao Mungu anataka mpeleke sadaka na sacrifices kwa Bwana, msimamishe process ya kifo, process ya barrenness. Act on it from today in Jesus name. Sasa watu wote wameota na kifo, ningependa wasimame wakaribia hapa haraka ni waombe dakika moja katika jina la Yesu. There is death in your life, there is death in the family, there is, na umeamuka ukiwa na mshtuko mkubwa. This is the day the Lord has made. Let us pray together. Na wewe ufikirie ukatafute ng'ombe na 1000 pieces of silver ukape Mungu, kwa sababu yeye ni mwaminifu. He is a faithful God. Haya sasa, nyinyi mnaniambianga Mungu haongei. Na ni nani aliwaongelesha? Mkinyamaza si watu hao watakufa. Hata wewe mwenyewe ukinyamaza si utakufa mwenyewe. You'll die.
So it is good to act on it. In Jesus' name. Bwana asifiwe. Wewe kanisa, mnaona watu vile wamezungumziwa na Mungu. Hawa wote mmekuja hapa ndio msimamishe kifo. May death stop in Jesus name. Ukiona kifo cha your wife, stop it as soon as possible. Umeonyeshwa because you are able. Mungu hakuonyeshi kitu hauwezi. Ukiona hata kifo ya pastor ni kwa sababu unaweza kufanya nini? Kuiambia stop. Mungu hakuonyeshi vitu hauwezi kusimamisha. Anakuonyesha kitu utasimamisha. Ukiona kifo cha mtoto the same, na Mungu atawapenda na nyinyi mtubu dhambi zenu. Baba, katika jina la Yesu, watu hawa nimeita hapa kwa madhabahu, inahusiana na ndoto zile wameota. Na ndoto ile wameota ni hatari. Ni ndoto kama ya Abimeleki, iko na kifo ndani yake. Kwa hivyo kuna makosa imefanywa na imelete kifo, na huyu akaiona. Baba, akitoka hapa uende umutajirishe, aweze kutoa mang'ombe kwa nyumba ya Bwana na mabusi na vitu vile Abimeleki alifanya, ndio aweze kusimamisha kifo. Baba, uwafungulie njia, hata wale hawana kitu uwafungulie njia wakitoka hapa, ndio warudi kwa madhabahu yako wakwambie, Bwana, I stop death in my family. Hata wale wamekuja hapa Bwana, wameona kifo kwa kanisa, wakaona mtu fulani amekufa, they had the capability of stopping it. Maana you don't gossip with human beings. You tell them something that you want them to act upon. Na sasa Baba, umeambia watu hawa hii information, si au kuambia ndio wafurahi na ndio mgossip na wao, uliwaambia ndio washukue hatua. Na ndiposa nimetamka baraka juu yao, ndio warudi kwa madhabahu za Bwana, wasimamishe kifo katika jina la Yesu Kristo. Na sasa wewe, ningependa kusema kwa maneno haya juu yako, uko na receptor ya messages from heaven. Take care of your life. Take care of your life. Unaweza kushika messages za mbinguni. Take care of your life. Wacha kufikiria wewe ni mtu wa kawaida. Ukiona mbingu inakueleza ni nani atakufa, ni nani atakufa, wewe ni special. Ndio nimekuita hapa mbele. You are a special vessel of God. Take care of your life. Don't live carelessly. Usikae maishani carelessly. You are a vessel of God. Si mnaona anointing imekuja juu yenu? Ipokea katika jina la Yesu. Wewe ni chombo. Si unaona Mungu anaongea na wewe? Mbona watu wote hawakutokea, ni nyinyi mmetokea? Kwa sababu wewe ni vessel of God. Lord, prepare these people to be a vessel that you shall use. Ukiona unawaonyesha kifo, which is the highest problem among humanity, watu hawa utawaonyesha many things, and many problems shall be solved. In Jesus' mighty name we pray, and in amani.